Asante. Kwa majina naitwa Yuda John Kilingo, ni katibu mwenezi jimbo la Mafinga mji. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia msimamo wetu kama chama. Kama tunavyosikia sehemu zingine wana misimamo, wengine wanahama kutoka chama kimoja kwenda chama kingine. Lakini pia kama chama au kama katibu mwenezi, na mimi nina msimamo wangu pia. Kwanza bila kupepesa macho, ninaunga no reform, no election. Yani hakuna uchaguzi kama hakuna mabadiliko. Kwa nini nazungumza hivi? Na kwa nini naunga hili? Kwenye chaguzi za serikali za mitaa tumeona kilichokuwa kinafanyika. Hapa tuliweka kwenye serikali za mitaa, tuliweka wagombea zaidi ya 100. Lakini huwezi amini hatukuweza kupata hata kiongozi mmoja kwa sababu ya tume yetu ilivyo mbovu na namna usimamizi ulivyo mbovu. Kwa hiyo hakuna haja tena kwamba sisi tunaweza tukaingia kwenye uchaguzi kwenye tume hii ambayo haijafanya vizuri kwenye serikali za mitaa, alafu iende ikafanye vizuri kwenye uchaguzi mkuu. Hivyo na mimi napingana na hilo, kwamba ninaunga mkono no reform, no election. Asante sana. Naam. Kwa majina naitwa Sixbet Kayombo, mwenyekiti wa jimbo la Mafinga mjini lenye zaidi ya kata 9 za serikali. Mimi kama mwenyekiti naunga mkono swala la no reform, no election. Na ninaunga kwa sababu ya misingi ya chama chetu, ya demokrasia ya chama chetu, kwa sababu kina demokrasia ya kweli na uhuru wa kweli. Ndio maana tunasema no reform, no election. Misingi hii inatupelekea tutamke haya kwa sababu mimi mojawapo ni muhanga wa serikali za mitaa kwenye mtaa wetu wa Balali, nikiwa mgombea. Nimeyaona mazila ya chaguzi hizi ya tume yetu ya uchaguzi ambao unaendeshwa bila haki na bila kuheshimu mpiga kula wa serikali za mitaa. Ni kama uhalisia wake hawa wananchi huwa hawaendi kuchagua kiongozi. Wenzetu wa Chama cha Mapinduzi, kiongozi wanakuwa tayari wameshamweka mkono. Tumeshuhudia kula za wizi, tumeshuhudia watu wakisombwa sehemu nyingine kuletwa sehemu ya kwetu kuja kupiga kula ambao sio wapiga kula. Tumeshuhudia majina ambayo ni ya marehemu waliokufa. Sasa chama kilipotoa msimamo wa no reform, no election, tuliona ni msimamo wa msingi. Kama mimi Kayombo mwenyewe nimepata mazila hayo, niliona ni haki na ni halali kwamba bila tume huru ya uchaguzi hakika tusiende kwenye uchaguzi, kwa sababu tunaenda kumaliza pesa ya walipa kodi, ambayo hiyo pesa ingeenda kufanya kazi nyingine ya maendeleo ya taifa hili. Ukija kuangalia uhalisia, tume huru ya uchaguzi inateuliwa na rais. Itakuwa ni tume huru, itasikiliza maagizo ya rais. Kwa hiyo hatuwezi kumaanisha kwamba ni tume ya wananchi. Ni tume ya kiongozi wetu ambaye ndio msimamizi wa serikali. Hawezi kwenda kukutangaza wewe mpinzani. Kwa hiyo mimi naungana mkono mwenyekiti wa chama, makamu mwenyekiti wa chama, katibu wa chama, yale ambayo wanayasimamia kwa taifa hili. Kwa na wasii wa Tanzania na wananchi na wanachama wote wa Tanzania wenye nia ya dhati ya kukomboa hili taifa, hakika watuunge mkono no reform, no election. Huo ndio msimamo na hiyo ndio misingi ya jimbo letu la Mafinga mjini.
Ndugu waandishi wa habari, kwanza niweze kuwasalimia, na pili tuko hapa kwa ajili ya kutoa matamko yetu kama jimbo. Mimi naitwa Damian Joseph Semba, ni katibu wa jimbo la Mafinga mjini, lakini pia ni mwenyekiti wa sekretariat ya jimbo na mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Tuko hapa baada ya kuona kuna hali ya sintofahamu ya watu wengi kukimbia kwenye harakati hizi za mapambano. Tunapokuwa tunamfukuza adui, kuna wengine wanaonekana wana give up, wanakata tamaa na kuanza kuleta maneno mengi ambayo ni ya uongo, maneno mengi ambayo kwa kweli hayakijengi chama chetu. Na hivyo tukaona kwamba leo tuweze kutanika mahali hapa ili sisi kama jimbo tuweze kusema maneno yatakayotusaidia namna gani na kutoa mwelekeo wa chama chetu katika jimbo letu la Mafinga mjini. Moja, nizungumzie habari ya hamahama. Nimekuwa nikipata watu wakiuliza, na nyinyi je, na nyinyi je, ni mmoja wapo wa hao? Sasa tumekuja hapa tuje tuseme sisi si mmoja wapo wa hao. Sisi tupo ndani ya chama na tuendelea kukijenga chama. Sisi hatuhami kama jimbo, na kama mlivyosikia wajumbe, baraza la vijana wameongea, baraza la wazee wameongea, na sisi kama chama pia nasi tunasisitiza ya kwamba sisi hatuwezi tukahama. Na ni kwa nini hatuwezi kuhama? Unajua Mwalimu Nyerere alishatufundisha, alishatupa elimu. Elimu tulioipata sisi ni elimu makini. Moja, alisema hivi, elimu yetu ni lazima itufuze kuwa wadadisi. Tuwe na uwezo wa kudadisi mambo. Hivi unapohama, unahama ili ukafanye nini? Unahama huko umejiridhishaje kwamba kuko salama? Na unapohama, we umekuja tu unapewa maneno fulani hama. Ni hame ili iweje? Lazima uulize. Sasa unafika sehemu mtu unakurupuka, unakimbia eneo kwamba unahama, na wakati hujui mwelekeo wake ni upi. Kwa hiyo hii kitu cha kwanza cha udadisi ni kitu cha msingi sana. Kila anayeondoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni lazima adadisi kwa umakini, afikiri sana kabla ya kufanya maamuzi. Churchill alisema kwamba think big before done. Fikiri kwa kina, fikiri sana kabla ya kutenda. Sasa sisi tumefikiri, tumeona kwamba bado tupo kwanza ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Jambo la pili ambalo Mwalimu Nyerere alitufundisha, amesema hivi, elimu yetu lazima itupatie uwezo wa kuwa na uwezo wa kujifunza kutoka kwa watu wengine. Na yale mambo ukijifunza yale mambo yaweze kukusaidia wewe kuyakata ama kuyakubali wewe, sio mtu akushawishi wewe. Sasa sisi kama jimbo tumejifunza, tumeona na tumekubali kuamua sisi wenyewe. Na ndio maana sikutaka kuja kusema mimi kama katibu. Niliona kwamba kila moja baada ya kupewa elimu kila moja afikirie, na baada ya kufikiria sote tukaona kwamba huko tunakwenda kupoteza muda. Na hata hao wanaotaka waende wanakwenda, lakini tunachokiamini ya kwamba they are wasting time. Hawawezi wakapata chochote kile ambacho walifikiria kwamba watakipata.
Kwa hiyo wale waliosema kwamba wenye nguvu ndio watakaoishi, ndiyo sasa Chadema inakwenda kujitengeneza zaidi kulivyokuwa mara ya kwanza, kwa sababu mbegu dhaifu ndio hizi ambazo zinadondoka chini, na mbegu zilizo imara ndio zitakazotoa matunda baadaye. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba chama kitakuwa na nguvu zaidi kuliko ilivyokuwa nyuma, kwa sababu wale waliosema ni wanachama, yani zile mbegu zilizosema kwa sisi ni mbegu, lakini zilipopimwa kurushwa kidogo tu hivi kwenye ungo, zote zimedondoka chini. Hizo ngoja ziende, na sisi hatuna haja nazo. Jambo la pili ni la no reform no election. Kwa kweli hili ni lazima tufikiri kwa kina. Tunaposema tunakwenda kwenye uchaguzi, ni lazima ujiulize, hivi chaguzi zilizopita zilikuwaje? Mwenyekiti wangu hapa alikuwa ni mgombea uwenyekiti mwaka 2024 katika mtaa wa Balali. Tulihangaika. Jeshi liliingia kazini. Polisi walilundikana hapo Balali kwenye ofisi kupita maelezo. Sehemu zingine unamuuliza askari, kwa nini mnafanya hivi? Anakuambia sasa sisi tutafanya nini? Na serikali ndio iliyotuweka mahali hapa, na hiyo serikali ndio ambayo iko madarakani. Kwa hiyo serikali imewatuma kwenda kule, lakini ukwenda kule hawezi wakatenda haki, wakatetea chochote kile, kwa sababu ndio iliyoweka wapi? Madarakani. Sasa kwa sababu polisi nao wamekuwa wakitumika kwa kina ili ya kwamba waweze kuharibu au kukipendelea Chama cha Mapinduzi ambacho kiko madarakani, sisi tukasema kwamba kwa kipindi hiki hatuendi kwenye uchaguzi, na kwa kwetu tunasema no reform no election, ya kwamba tunachohitaji ni tume huru ya uchaguzi, tume ambayo haitamilikiwa na rais wa nchi hii, tume ambayo itamilikiwa na wananchi wenyewe, lakini tume ambayo hata watakao kuwa mle ndani wasiwe associated na kiti cha urais. Wakiwa na associated tu ni tatizo. Fikirini, kwa mfano anakwenda yeye, kwa mfano tuchukulie mfano tu, Mama Samia Suluhu Hassan ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini ndio rais wa nchi hii. Huyo ndio anayekwenda kuteua wajumbe wa kamati tendaji. Tangu lini mtu akawa msaliti kwa yule aliyemweka? Hii tunaona kwamba haiko vizuri, na ndio maana tunasisitiza sana vyombo vya dola, mamlaka husika isikie ya kwamba tunaposema tunahitaji tume huru ya uchaguzi, sisi sio wahaini. Tunahitaji mifumo iliyo bora, mifumo ya wazi, mifumo ya kidemokrasia. Hiyo ndiyo itakayotuwezesha wananchi kuwa na imani ya kwamba uchaguzi unaokwenda kufanyika ni uchaguzi haki, na kila kura ya mwananchi haitakwenda bure, kwa sababu itakwenda mahali ambapo kwa kweli mwananchi au mpiga kura aliamua imekwenda kwa yule aliyempigia. Sisi hatuhitaji hisani ya mtu, sisi tunahitaji uchaguzi. Sisi hatuhitaji mtu atuseme kwamba nawapatia. Sisi tunahitaji sisi kama sisi tuingie, wananchi watuchague. Na hao wanaohama wajue ya kwamba hivi mivuto waliokuwa nayo ni kwa sababu ya Chadema, sio kwa sababu yao wenyewe. Chadema ndio liwafanya wawe kama hivyo walivyo. Sasa leo hii wakiwa wanasema kwamba wanakimbia eti wanakwenda labda sijui wapi, sijui wanataka kuanzisha chama kingine au kufanya vyovyote vile, mimi naona kwamba hapa wamebugi. Hii kitu wanasema wamebugi, wamejichanganya. Yani sawasawa na mtu ambaye wakati Mungu anaumba mwanadamu alisema kwamba bwana wewe uyajue mema tu. Shetani akaja akamdanganya, akajua, akasema, akamwambia utajua mema na mabaya, naye akapendelea kuyajua mema na mabaya. Mwisho wa siku akili imechanganyikiwa, hajui kuchagua yaliyo mema. Na nafikiri na hao wenzangu siku moja niliwahi kusema kwamba ni pepo tu limewaingilia, na ndio maana wamekwenda kufanya kitu ambacho si halali kwenye jamii wala si halali mbele za Mungu. Unapokwenda kukimbia chama wakati unajua kabisa mwenyekiti wako yuko ndani, maana yake ni nini?
wewe unakiri moja kwa moja kwamba hata mwenyekiti ni haini, na ndio maana unakimbia chama. Sasa hivi kweli hata nyinyi waandishi wa habari, kweli Lissu kusema ya kwamba tunataka mifumo huru ya uchaguzi ni uhaini? Kama sema mambo unafikiria kwamba unafikiri unaona kwamba hii akili kama matope hivi. They are not using their brain perfectly or effectively. Wanatumia akili zao isivyofaa, na ndio maana wanafanya maamuzi yasiyofaa pia. Kwa hiyo ndugu zangu niwaambie, sisi hatutafuti ubunge, sisi hatutafuti udiwani, sisi hatuhitaji urais, tunapambania mabadiliko katika taifa hili, ili ya kwamba tunapoingia huko udiwani tutaweza tukapata, tukiingia kwenye ubunge tutaupata, tukiingia kwenye urais tupate. Kwa hiyo wale wote wanaopigania mtu au wanapigania maisha yao au wanapigania matumbo yao, tuwaache waende wapiganie matumbo kokote kule watakakokwenda, ili ya kwamba labda matumbo yao yatavimba zaidi. Kwa hiyo ni waombe tu ndugu zangu, tushirikiane, tulijenge taifa letu. Mabadiliko ni sasa. Tunahitaji wananchi ambao watatuunga mkono kwa dhati kabisa, ili ya kwamba taifa liweze kujikomboa kutoka kwenye makucha haya ya Goliati, tuingie kwenye uhuru halisia wa kimbingu. Asanteni sana ndugu zangu.